Bila shaka yoyote ni kipindi UVN Sports Chat ndani ya UVN Radio na TV kukuletea chambuzi za michezo hapa na pale. Jina langu ni Paul. Ni kwamba tutakuwa tukukuletea shughuli hizi moja kwa moja kutoka katika nyuga zetu. Kumbuka kwamba kila mahali ambako kunachezwa tuna reporters ambao watakuwa kukuletea habari hizi na kuweza kukujuza tu kikweli ni yapi ambayo yanaendelea katika nyuga hizo. Na hivyo furaha na matumaini yetu ni kwamba ukae kitako nasi ili tuweze kukufanyia shughuli hizi kuwa safi hata zaidi. Katika shule za upili, michezo ya shule za upili, tumeangalia na kuona kwamba shule 8 zimeweza kufaulu kufika katika fainali ya mwaka huu. Tunaangalia Central Province, mikoa ile iliyokuwa kitambo katika tusema regionals, na hivyo wengi sana wameweza kuwasili, lakini tutakuwa tukiangalia ni nini kama changamoto ambazo zilikuwa zikitokea katika nyuga hizo na ni yapi ambayo yalikuwa yakifanyika hayafanyi mambo kwenda ipasavyo. Tunavyozungumza ni kwamba kuna shule 2 ambazo zimefaulu kufika katika kitengo hiki cha kitaifa ambavyo vimeweza kurudishwa nyuma kwa sababu ya kuchezesha wanafunzi ama wachezaji ambao si wanafunzi. Kwa hiyo tutakuwa kukuletea shughuli hizi moja kwa moja tokea sasa hadi tamati. Ungana nasi, usiondoke pote ulipo. Yes, tunaangalia shughuli za michezo ya shule za upili ambazo zitakuwa zikianza wakati wote maeneo haya ya Kiambu, hususan Thika, watakiwa Kigongo pale, michezo yote ya shule za upili kitaifa. Jambo ambalo limekuwa tukitokea na kujitokeza ni hili: shule ya Tenwek, mabingwa wa mwaka huu wa mwaka 2026 katika kitengo hicho cha wavulana, aliweza kuibuka mshindi baada ya kumchabanga Menengai waliombandua St. Anthony's katika semi-finali, na wakawa kwamba wameweza kufuzu kuingia katika shule michezo hiyo katika shule za upili kitaifa, hususan maeneo ya Thika. Jambo ambalo linajitokeza ni kwamba uchunguzi ulifanyika na vijana hao ama shule hiyo ikaweza kubanduliwa nje, licha kwamba walikuwa mabingwa na wakaweza kuondolewa, na aliyekuwa wa pili, kwa hiyo tunazungumza juu ya Menengai, akawa ndiye mwenye kuja kucheza katika michezo hiyo. Hivi tunavyozungumza ni kwamba Menengai anajitayarisha ili kuweza kuwakilisha bonde la ufa katika michezo hiyo ya kitaifa maeneo ya Thika. Maoni yako ni yapi hivi kwamba ni nini kinaweza kufanyika ili jambo hili la kuwachezesha watu wasio wanafunzi katika uwanja huu? Maoni yako ni yapi? Unafikiri nini kifanyike? Maana michezo hii huanza katika kitengo cha kata kupanda vile vile hadi kitengo hiki cha kitaifa ambacho kinaendelea kutaka kuanza hivi karibuni. Ni wazo lako ni lipi? Wewe umeweza kuwaza nini na ili ya kwamba jambo hili liweze kuwa linatatuliwa mara moja ili watoto waweze kucheza? Na utakubaliana nami ya kwamba shughuli hii ya umri umeweza kuharibu sana michezo hii ya soka humu nchini, jambo ambalo linawafanya wachezaji wetu kutofanya vizuri, na naamini ya kwamba kwa sababu ya kuficha umri inakuwa kwamba hawawezi kuenda mbali. Kwa sababu ya kuficha umri hawawezi kuenda mbali, na ndio mara nyingi tunashindwa na wachezaji wa kutoka nje. Utakuta vijana wadogo kama vile yule kijana alikuwa anacheza fainali wa miaka 19. Ukiangalia kijana kama yule hapa Kenya kidogo hangeweza. Kwa hivyo utakuta kuna baadhi ya wachezaji, baadhi ya shule za upili wanaangalia mambo machache sana bila kujali wachezaji wanacheza vipi na kadhalika na kadhalika. Nakumbuka kuna walimu, baadhi ya walimu ninaowafahamu, siwezi wataja hapa, wanakataa miili midogo ili kuweza kucheza mpira. Wanataka wachezaji ama watu walio na miili mikubwa, na hivyo wanawaacha wanafunzi darasani na kwenda kutafuta wachezaji nje ili ya kwamba kuweza kutengeneza jina kwao wenyewe. Hili ni jambo ambalo limeweza kukithiri sana katika shule za upili, jambo ambalo tutakuwa tukiangalia tutafanya vipi ili kuweza kuondoka katika jitihada hizi. Piga simu yako, tuma WhatsApp pale katika
runinga yako, utakuwa ukisema nami ni yapi, unaweza piga simu moja kwa moja pia. Utakuwa ukisema nami tukiweza kuangalia ni yapi ambayo tunapaswa kuyatekeleza na kuyafanya humu nchini ili mchezo huu wa soka uweze kuimarika ipasavyo. Tutakuwa tukiungana na wakufunzi mbalimbali kupitia kwa njia ya simu hapa na pale kuweza kutambua ni yapi yamekuwa yakifanyika huko, ni nini kimekuwa kikiendelea na kwa namna gani hivi ya kwamba tuweze kutatua matatizo haya ya michezo hii ya shule ya upili kuchezwa katika hali ambayo si nzuri, sio ya kuleta furaha kabisa. Hivyo tutakuwa tukizungumza na makoches mbalimbali kutoka shule mbalimbali ili ya kwamba tuweze kupata fursa ya kuweza kusema na kila mmoja. Tutakuwa tukianza na wakufunzi wa shule kubwa ambazo zimebanduliwa. Sijui kama ni kubanduliwa ama imekuwa ni vipi. Tutakuwa tukimtafuta coach Wanyama na atakuwa kitu kama wewe nakuinua Mungu wangu. Naam, vipi? Hello coaches. Jambo hili la wanafunzi kucheza katika michezo ya shule za upili na kuwaweka vijana nje. Tunaona kwamba kuna shule ambazo zimeweza kuchezesha wachezaji na wachezaji hao sasa hawaonekani, hawamo shuleni, hawako university, hawako colleges kokote na hawako katika timu zozote humu nchini ama labda nje nchi. Ni jambo ambalo linaleta kitu ambacho si kizuri, sura sio nzuri, kwamba pia ufisadi huu umeingia ndani ya uwanja, umeingia ndani ya shule za upili. Ni jambo lipi linaweza kufanyika ili mambo haya yaweze kutatuliwa? Unaona kwamba kuna mambo ambayo yamefanyika. Ameondoka Tenwek kutoka katika mchezo huu kwa sababu ya kuwaleta watu wasio wanafunzi katika uwanja, na hili ni jambo ambalo linawagandamiza sana watoto wa shule, linawagandamiza ama linavunja kabisa na kufunga talents ambazo zimekuwa katika shule hizi za upili. Utagundua kwamba katika michezo ya upili hususan maeneo ya mkoa Magharibi, Trans Nzoia upande huu mwingine, kumekuwa na wachezaji wengi sana, wachezaji wazuri wadogo ndio kiumri, ni watoto ambao wanaibuka, ni makinda ambao wangepewa fursa ya kuweza kushowcase talanta zao, wangeenda mbali zaidi. Tutakuwa tunafuatilizia hii ni nini unafikiria kingefanyika ili ya kwamba shughuli hii ya mchezo wa shule za upili ziweze kutatuliwa mara moja na ikamilike kabisa. Utaona kwamba mchezo wenyewe huanza katika pale kata. Mapendekezo yanakuja ya kwamba timu ambayo labda wangepatiwa badala ya timu wanafunzi 20 labda kwa sababu ya labda injuries hapa na pale, labda wangepatiwa wanafunzi kama 30 katika timu ili ya kwamba wote 30 waweze kuonekana katika ile list. Ni kinyume ndio, lakini ukiangalia kutoka pale chini mpaka juu ili kumalizia kitaifa na labda pia international, malaki lazima uende Eastern Central kuwania kombe hilo la Afrika Mashariki na Kati. Ni jambo ambalo ninafikiria linaweza kufanya vyema sana iwapo wanafunzi wataweza kuwa wameandaliwa vizuri, wametakuwa wameandaliwa vyema na wachukuliwe idadi ambayo iwapo ataumia mmoja basi anaweza pata substitution na aweze kuingia mchezaji mwingine kucheza aliyeko ndani ya kikosi hicho cha watu 30 kinyume na watu ambao wanahitajika 20. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni maoni tu ninaweza kutoa. Wewe unafikiria nini? Tenwek wameondolewa na nasikia kwamba kuna timu nyingine pia Central Province wameweza kubanduliwa, na hivyo aliyekuwa namba 2 kuingia katika michezo hii. Itafanyika vipi? Maoni yako ni yapi? Toa maoni yako hapo, piga simu moja kwa moja labda ukiweza kupata nafasi tuweze kusemezana na wewe, tusikie ni yapi ambayo yanaweza kuleta afueni katika uwanja wa michezo, hususan katika kitengo hicho cha shule za upili, ili ya kwamba mambo haya yaweze kufanyika ipasavyo.
Yes, maoni yako ni muhimu sana katika kitengo hiki na shughuli hizi za michezo tuko tukiangalia, na tutakapo elekea katika uwanja huo ama nyuga hizo katika maeneo yale ya Thika, tutakuwa tukiwajuzeni ni nini ambacho kitakuwa kikifanyika ili sote tuweze kupata matokeo yaliyo bora. Kumbuka ya kwamba shule hizi za upili ndio fida ya klabu mbalimbali. Zungumze juu ya vilabu humu nchini, zungumzia vilabu vya kutoka nje. Kumbuka kwamba kuna scouts wamekuwa kitembea katika shule za upili mara si moja, na hivyo kuweza kutambua wachezaji. Kumbuka kwamba wale wanajua kuangalia ni nani mzee, ni nani mtoto ambaye anaweza kuwa na future ndani ya mchezo huu wa soka. Kwa hiyo sote tuna fursa ya kuweza kusukumana na kuweza kuangalia iwapo tunaweza kufaulu kufanya hili. Basi ungana nasi. Basi ungana nami katika kipindi kijacho. Umekuwa nami Paul Gregory katika kitengo hiki cha michezo ama sports chat, huku tukizungumza mambo ya shule za upili. Na labda kabla sijaondoka, mmoja anapendekeza tu hapa kwamba ananiambia ikiwezekana basi tuweze kupata wanahabari katika shughuli hizi, wale ambao wanafahamu michezo ya nyanjani kule, kuweza kutambua ni nani mchezaji, ni nani mwanafunzi, nani si mwanafunzi, na ni vipi ameingia katika uwanja na anasemekana kwamba ni mwanafunzi. Ni jambo ambalo ni la kuvunja moyo sana. Ukitembea kando kando, maana tunatembea katika nyuga hizi wakati michezo inachezwa, unakuta wananchi tu, mashabiki wanasema yule bwana, yule si mwanafunzi, tunacheza naye mpira kule nyumbani, tunacheza naye katika na si mwanafunzi. Kwa hivyo ni jambo ambalo linapaswa kuchunguzwa kikamilifu. Kwa hivyo pendekezo la huyu ni kwamba ikiwezekana katika wakati jambo hili linafanya uchunguzi unaofanyika, basi vijana hawaweze wanahabari ambao ni wanahabari wa michezo wanajua katika kitengo hicho pale chini. Nafurahi sana kuna wanahabari wa Tawi TV pale Tonzoea pia pana TDN, nafikiri pia wao wanafanya kazi hiyo. Iwapo watu hawa watakuwa wenye macho makavu na macho yenye usafi, pia wanaweza kusaidia kutambua kwamba mchezaji fulani si mwanafunzi, mchezaji fulani ni mwanafunzi ndio, lakini alimaliza na kadhalika, ili ya kwamba usafi wa mchezo huu uweze kuimarika kabisa. Hadi kipindi kijacho, ungana nasi ili kuweza kuletea habari hizi za michezo shule za upili ambazo zitakuwa ziking'oa nanga wakati wowote. Kwa sasa, bye for now. Jina langu ni Paul Gregory. Hii ni UVN Radio, dimbwi la habari, jukwaa la taarifa za kuaminika, uchambuzi wa kina wa michezo na mijadala ya mtandaoni. Unaweza kupata na kufuatilia vyanzo hivi kupitia tovuti yetu rasmi www.uvnradio na mitandao yote ya kijamii ndani ya UVN Radio. UVN Radio, sauti yetu sote.